Karibu sana mpenzi mtazamaji. Siku ya leo tunazungumza kuhusu kuchangia damu. Tutaangalia hatari iliyopo kama ipo, maandalizi ambayo unatakiwa kufanya kabla ya kuchangia damu na umuhimu wake katika jamii. Karibu nami Dr. Mniko mpaka mwisho. Kuchangia damu ni utaratibu wa hiari unaoweza kuokoa maisha wengine. Unakubali damu yako itolewe na kupewa mtu mwingine ambaye anakuwa anahitaji. Watu mamilioni wanahitaji kuongezewa damu kila mwaka. Wengi wanaitegemea baada ya ajali au kwa sababu ya magonjwa ambayo yanasababisha uhitaji kuongezewa damu. Na uchangiaji wa damu unafanya mambo haya yote kuwezekana. Hakuna mbadala wa damu ya mwanadamu. Damu yote inayotumika katika kutibu magonjwa haya na kuwasaidia wagonjwa haya inatokana na wachangiaji ambao wanachangia damu. Kuchangia damu ni utaratibu salama kabisa. Vifaa vipya safi na salama vinatumika kuchukua damu kutoka kwa kila mchangiaji. Kwa hiyo hakuna hatari ya kuambukizwa magonjwa wakati wa kuchangia. Kama wewe ni mtu mzima mwenye afya njema, unaweza kuchangia damu chupa moja ya damu bila kuhatarisha maisha yako. Ndani ya masaa 24 mwili wako utakuwa umerejesha kile kimiminika ambacho utakuwa umekitoa mwilini, na baada ya wiki kadhaa unakuta hata zile seli ambazo ulizitoa zinakuwa zimerejeshwa tena au zimetengenezwa upya ndani ya damu. Kwa hiyo haupotezi kitu kikubwa sana kama utaratibu ukifanyika vizuri. Kama umeamua kuchangia damu, kuna vigezo ambavyo unatakiwa kukidhi, na vigezo hivi ni lazima uwe katika hali njema ya kiafya, angalau uwe na miaka 18 au zaidi, lakini usizidi miaka 65 ya umri. Uzito wako angalau uwe zaidi ya kilo 50, na inabidi pia upite tathmini ya kimwili ambao na kihistoria ambao unakuta inafanya na mtu wa huduma wa afya unapofika pale. Sasa kabla ya kuchangia au ukiamua kuchangia, pata usingizi wa kutosha usiku ambao wa kuamkia siku ambao unaenda kuchangia. Kula mlo bora na wenye afya kabla ya kuchangia damu. Epuka kula vyakula vyenye mafuta mengi kama vile ice cream, hamburgers kabla ya kuchangia. Vipimo vinavyofanyika kwa damu zote ambazo unakuta zinapimwa vinaweza kuathiriwa na haya mafuta ambayo unakuta umekula siku chache kabla ya kutoa damu. Kwa hiyo kunywa maji mengi zaidi kuliko unavyokunywa kawaida, au unaweza kunywa vinywaji vingine vingi ili kabla ya kuchangia damu yako. Kabla ya kuchangia damu, utaombwa kujaza fomu au kujibu maswali kadhaa kuhusu historia ya kitabibu na kuhusu tabia yako au tabia ambazo zinaongeza hatari ya kupata maambukizi yanayoweza kuambukizwa kwa damu. Taarifa hizi zinatunzwa kwa siri, kwa hiyo haupasi kuwa na wasiwasi. Kwa sababu kuna hatari ya magonjwa kusambaa kupitia damu, sio kila mtu anaruhusiwa kuchangia damu. Yapo makundi ya watu ambayo hayastahiki kuchangia damu kwa sababu wako kwenye hatari kubwa ya kuwa na magonjwa yanayoweza kuambukizwa kupitia damu. Makundi haya ni kama mtu yeyote ambaye amewahi kujidunga madawa ya kulevya au madawa ambayo hayakuruhusiwa na daktari kwa kutumia kwa hiyo mtu huyo hataruhusiwa. Wanaume ambao wameshiriki ngono na wanaume wenzao, hawa ni wale mashoga ndani ya kipindi cha miezi 12 pia watakuwa hawaruhusiwi. Mtu yeyote mwenye tatizo la damu kushindwa kuganda, damu yake inashindwa kuganda, au ugonjwa ambao unasababisha damu yake isigande vizuri. Mtu yeyote ambaye ana maambukizi ya ukimwi pia hataruhusiwa. Wanaume au wanawake waliowahi kufanya ngono kwa ajili ya pesa, kwa mfano wale wanaojiuza, tunashauri wasitoe damu. Na mtu yeyote ambaye kwa miezi 12 iliyopita amekuwa karibu au ameishi au kushiriki kingono na mtu ambaye ana ugonjwa wa homa ya ini, hao hawataruhusiwa kuchangia damu. Baada ya hapo, kama umepita wewe sio mmoja haya makundi, utafanyiwa pia uchunguzi mfupi wa mwili. Hii ni pamoja na shinikizo la juu la damu, mapigo ya moyo na joto lako la mwili ili kuangalia kama uko sawa. Baada ya hapo, utatobolewa kwenye kidole kwa sindano ili kuangalia kiwango chako cha damu kabla ya kuichukua. Hatutaki tukuondolee damu wakati wewe mwenyewe una upungufu wa damu, kwa hiyo tutaangalia kiwango kabla ya kutoa damu. Ukifika muda wa kuchangia damu, unalala au unakaa kwenye kiti kilichoinama na kuweka mkono kwenye vitegemeza mkono. Hizi tunaita armrest. Mkono wako utafungwa vizuri kwa mpira ambao tunaita tourniquet ili mishipa yako ionekane vyema kabla ya kuingiza sindano. Sehemu ya ngozi itakapokuwa inaingia hiyo sindano itasafishwa vyema. Sindano mpya na safi itaingizwa kwenye mshipa wa mkono. Sindano hii huwa imeungwa kwenye mrija ambao unakuwa umeungwa kwenye mfuko wa kusanyia damu. Kwa hiyo baada ya hapo utapaswa kukunja ngumi ili kusaidia damu kutoka kwenye mshipa wako na kuujaza ule mfuko. Mara nyingi sindano hiyo itabakia hapo kwa angalau dakika 10 hivi, mfuko unakuwa umeshajaa. Baada ya mfuko kujaa, sindano hiyo inaondolewa na bandeji ndogo itafungwa kwenye sehemu hiyo ili kuzuia damu isiendelee kuvuja. Baada ya kuchangia damu, utakaa katika eneo la uangalizi ambapo utapumzika na kula kitafunio au kinywaji. Baada ya dakika 15 unaweza kuondoka.
Sasa baada ya kuchangia damu, kunywa maji ya ziada kwa siku 2 zinazofuata ili mwili wako usikose maji. Epuka shughuli nzito au kunyanyua vitu vizito ndani ya masaa 5 baada ya kuchangia damu. Kama unahisi kizunguzungu au unahisi kuzirahi, lala chini na unyanyue miguu yako juu mpaka utakapojisikia vizuri. Bandeji ambayo unakuta umewekewa katika sehemu hilo ya choma sindano, unaweza kaiacha pale kwa angalau masaa 5 ili ikauke. Kama bado unavuja damu baada ya kuondoa ile bandeji, basi unabana ile sehemu inayovuja na kisha unanyanyua mkono wako kwenda juu ili mpaka damu itakapokuwa imekata. Kama damu imevia kwenye ile sehemu ya ndani ya ngozi pale ulipochomwa sindano, basi unaweza kuweka pale barafu mara kwa mara kwa angalau masaa 24, utakuta kwamba ile sehemu inawahi kupona. Kama mkono wako unauma, meza dawa ya maumivu kama paracetamol. Kwa kipindi hiki kwa masaa 24 mpaka 48 baada ya kuchangia damu, ni vizuri kuepuka kutumia dawa kama aspirin au ibuprofen. Wasiliana na kituo cha kuchangia damu au daktari kama umesahau kuwataarifu kuhusu swala lolote muhimu kabla ya kuchangia damu, na kama umepata tatizo lolote baada ya kuchangia damu, pia usisite kuongea na daktari. Asante sana, mpaka wakati mwingine. Hii ilikuwa Wiki Elimu na imani umejifunza nasi. Kazi yetu ni kuwaunganisha wagonjwa kutoka Tanzania kupata matibabu India, South Africa, Uturuki na USA kwa urahisi kabisa. Tutakuunganisha.